Tunashukuru Mungu kwa miezi 6 ambayo ametupatia. Sisi sote tunafahamu mwezi wa 6 tukio gani lilitokea kwenye Biblia. Elizabeth alipewa ujumbe wa baraka kwamba akalipata mimba mwezi wa 6. Tunakwenda pamoja. Aliondolewa utasa mwezi wa 6. Kwa hiyo kinabii ni mwezi mzuri sana. Sema amen. Amen. Na leo mimi nawasalimia tu, tunasalimiana tu. Kesho tutaanza kutiririka Mungu. Lakini katika kusalimiana nikashangaa sana kwamba nizungumze neno hili, sijui kwa nini. Nguvu ya roho ya kucheleweshwa. Nguvu ya roho ya kucheleweshwa. Nashangaa sana kwa nini nimeguswa sana kufundisha somo hili ama kukusalimia kwa somo hili la nguvu ya roho ya kucheleweshwa. Hebu wote tuseme nguvu ya roho ya kucheleweshwa. Roho hii sio nzuri. Roho hii sio nzuri na imechelewesha wengi wasifike kwa wakati mahali wanapotakiwa kufika. Roho hii imegandisha wengi mahali pamoja. Kwa ndio roho ambayo tutakwenda kuiongelea. Roho ya kucheleweshwa ni nguvu ya kishetani kabisa, ni nguvu ya kishetani kutoka kwa wachawi, washirikina, mizimu, madhabahu za kifamilia, inayokaa malangoni mwa mtu ili kuleta upinzani na kuweka vizuizi vya kupiga hatua ili kufanikisha jambo fulani. Ni nguvu inayosimama mlangoni ili kukuzuia ama kukupinga usiweze kupiga hatua. Inasimama kwenye mlango wako wa muujiza ama mlango wako wa mafanikio ili kukupinga usiweze kupiga hatua. Hii ni roho mbaya sana. Na katika Biblia ukisoma katika Ezekiel 12, msomaji mmoja nisaidie, Ezekiel 12 na ule mstari wa 25. Ezekiel 12 na ule mstari wa 25. Ezekiel 12 na ule mstari wa 15. Wa 25. 12 Ezekiel mstari wa 25. Biblia inasema, maana mimi ni Bwana, mimi nitanena na neno lile nitakalo linena litatimizwa. Anasema mimi ni Bwana na neno lile nitakalo linena litafanyaje? Litatimizwa. Wala litakawilishwa tena. Hebu tufuatishe. Wala mimi nijauo mnisamehe. Wala halitakawilishwa tena. Maana katika siku zenu, tulia, anasema wala halitakawilishwa tena. Anaposema tena, maana yake nini? Maana yake lilikawilishwa. Alinena lakini lile neno likakawia. Tunakwenda pamoja. Likakawia. Huyo anayezungumza sio Askofu Mkama. Huyo anayezungumza sio Otieno. Huyo anayezungumza ni Mungu mwenyewe, anayethibitisha ya kwamba neno linaweza kukawilishwa. Nimepatia? Inaweza kukawilishwa.
Sema amen. Anasema neno lile nitakalolinena halitakawia tena. Sema amen kwa nguvu. Sema amen kwa nguvu. Maana yake hii ni roho ambayo inatambulika ya kukawiza, kukawilisha, inakukawilisha. Mungu atusaidie. Hapo anasema hivi. Kwa hivyo hii ni roho kamili. Hebu naomba mshike ndani yako mkono. Sema Baba, katika jina la Yesu ninasimama kinyume na kila roho inayomkawilisha asipige hatua, kila roho inayomchelewesha kwenye kiwango fulani asiende kiwango cha juu zaidi, hiyo roho naivunja kwa jina la Yesu. Nenda kwa wapili, mwambie hiyo roho ya kumchelewesha naivunja kwa jina la Yesu ali hai, na kwa damu ya Yesu haina mamlaka. Nenda kwa mtu wa pili, mwambie roho ya kucheleweshwa haina mamlaka. Na amuru hiyo roho ikuachie, na kuanzia tarehe 1 usicheleweshwe tena, usicheleweshwe tena, maono yako yasicheleweshwe tena. Nona, maono yako yasicheleweshwe, mipango yako isicheleweshwe, ndoa yako isicheleweshwe, muujiza wako isicheleweshwe. Lile ambalo Baba anataka ulipate, ukalipate kwa wakati ulio sahihi. Sema amen. Sema amen kwa nguvu. Anasema lile neno nitakalolinena halitakawilishwa tena. Malizia hilo andiko, anasema halitakawilishwa tena. Maana katika siku zenu, ewe nyumba iliyoasi, nitalinena neno hilo na kulitimiza. Nitalinena neno hilo na kulitimiza. Hebu soma Mwanzo 15 na ule mstari wa 13. Mwanzo 15 na ule mstari wa 13. 15 Mwanzo mstari wa 13. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Muda wa miaka 400. Bwana anamwambia Abraham kwamba wale watu wana wa Israeli watakwenda utumwani na watateswa kwa muda wa miaka 400. Hebu soma Kutoka 12 na ule mstari wa 40. Kutoka 12 na ule mstari wa 40. 12 kutoka mstari wa 40. Biblia inasema basi wana wa Israeli kukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Wakachelewa miaka 30. Tunasema wakachelewa miaka 30. Sema amen. Miaka 30 ni mtu mzima kabisa. Walicheleweshwa muda wa miaka 30. Hii ni roho kamili. Sema ni roho kamili. Unapanga mipango mizuri, inaishia njiani. Unakuwa na maono mazuri, yanaishia njiani. Kwa sababu ya hii roho ya kucheleweshwa. Sema amen. Hebu fungua Danieli 10 na ule mstari wa 11. Danieli 10 na ule mstari wa 11. Unapanga mipango mizuri, inaishia njiani, wakati wenzako wanapanga mipango kama ile na inafanikiwa, lakini wewe mipango yako haifanikiwi. Ni mzuri katika kupanga, lakini haifanikiwi. Ni mzuri katika kuanzisha, lakini haifanikiwi. Wenzako wanaanzisha na wanafanikiwa, lakini wewe kila ukianzisha unaishia njiani. Kuna kitu unapambana nacho ambacho kinaitwa nguvu ya roho.
10 na ule mstari wa 11 na 13. Akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno nikuambiayo, ukasimame kiwima wima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. 13. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi, wote tulie nyuma yake. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, amen, panatosha. Alipingwa siku 20 na ngapi? Na moja. Maana yake majibu ya Danieli yalizuiwa siku 20 na ngapi? Na moja. Ameomba Mungu alipoomba siku ya kwanza, tumaandiko nasema maombi yake yalisikiwa. Yaliposikiwa, majibu yakawa yanaletwa kwa Danieli. Majibu ya Danieli yakazuiwa na mamlaka ya Uajemi. Danieli anaendelea kuomba siku ya kwanza, siku ya pili anaendelea kuomba. Ikabidi atumwe malaika mwingine. Naona alipotumwa malaika mwingine akapigana ile vita akaleta jibu kwa Danieli. Akaachwa Mikaeli pale. Akamwambia, toka siku ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu, maombi yako yalisikiwa, lakini mfalme wa ukuu wa Uajemi alinizuia siku 21. Maana yake maombi yalizuiwa kwa muda wa siku 21. Sema amen kwa nguvu. Nataka useme amen kwa nguvu. Kucheleweshwa ni mfumo wa Ibilisi ili kukukatisha tamaa. Ni mfumo wa Ibilisi ili kukukatisha tamaa. Maandiko yanasemaje katika Mithali 13 na ule mstari wa 12? Maandiko yanasema, kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua. Kilichotarajiwa kikikawia. Kitu gani kinachozaliwa? Ni kukata tamaa. Na wengi wamekata tamaa kwa sababu yapo mengi walioyatarajia. Walitarajia huduma zao zingekuwa viwango fulani, walitarajia biashara zao zingekuwa viwango fulani, walitarajia wao maisha yao yangekuwa katika viwango fulani, lakini haijawa hivyo. Kwa sababu majibu yamecheleweshwa. Kile ambacho wanamwamini Mungu kimecheleweshwa. Kwa hivyo roho ya kucheleweshwa ni mfumo wa Ibilisi ili kukukatisha tamaa. Sema amen. Nataka useme amen kwa nguvu. Ni mfumo wa Ibilisi ili kukukatisha tamaa. Katika maisha ya mwanadamu kuna vipindi vinne. Kuna vipindi kama vinne. Na kila kipindi kuna jambo unalotakiwa kulifanya. Jambo hilo lisipofanyika litakuchelewesha, litatengeneza roho ya kucheleweshwa kule mbele kule. Nitakwenda kwa haraka kwa sababu ni salamu tu na kesho tunaanza rasmi. Kuna vipindi kama vinne. Na kila kipindi kuna kazi unatakiwa uifanye. Na usipo